pekee wa kumwambia ni Mungu. Mungu pekee ndio mwaminifu. Mungu pekee ndio msikizaji mwaminifu. Wako watu ni wepesi sana kuwaambia watu wengine mambo yao, lakini wanasahau kwamba yuko rafiki wa karibu ambaye ni Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Alafu Mungu ni rahisi sana. Waga anataka tu acknowledgement. Unajua ibada inaanzia tu kwenye kufikiri kwamba Mungu nisaidie. Siwezi bila Mungu. Mungu ni kila kitu. Ile tu kufikiri ni ibada tosha. Lakini leo hiyo, hata hiyo tu tunamnyima Mungu. Na nikwambie kitendo hicho tu pekee ndicho kilichomfanya shetani kuwa shetani leo. Kwa sababu aliwaza tu moyoni mwake anataka kuwa kama Mungu. Hivi imagine. Alisema tu moyoni mwake anataka awe kama Mungu. Moyoni mwake tu akasema anataka kuwa kama Mungu. Ile ndio lilikuwa kosa, na ndivyo ilivyo. Ndio maana hata Yesu alisema ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani tu, kwa kumwangalia kwa kumtamani tu tayari umeshazini yake naye. Maana yake tayari kila kitu kinaanzia ndani ya nafsi yako. Kila kitu kinaanzia katika roho yako, uko ndani. Ukiwaza tu tayari umeshatenda dhambi. Ndio maana wanasema yule amechukua mwanamke akafungia ndani akalala ndani naye ndani, na wewe ukawaza tu, wote kwa Mungu wote ni wakosa. Wote mmezini. Wote mmefanya uasherati. Na ndivyo ilivyo hata ibada. Ile kufikiria tu kwamba nataka niwe na muda siku fulani niweze kufanya ibada. Nataka niwe na muda wakati fulani niweze kumuomba Mungu. Nataka niwe na muda niseme na Mungu ili niboreshe mahusiano yangu na Mungu. Ukiwaza hivyo tu tayari umefanya ibada. Tayari una nafasi kubwa ya kukaa sawa na Mungu. Mungu anataka tumshie. Mungu anataka tuwaze kuhusu yeye. Mungu anataka tufikiri kuhusu yeye. Kwa sababu hii ni kwa faida yetu wenyewe, lakini Mungu ana maajabu anayosema, anatusamehe kwa ajili yake yeye mwenyewe. Mungu ni upendo sana. Mungu ni waajabu sana. Yaani ukizungumza Mungu kupitia Kristo Yesu, kupitia Roho Mtakatifu, unazungumza Mungu wa ajabu sana. Na ndio maana kuna Mungu wetu mkuu na kuna miungu mingine. Na ndio maana yeye anaitwa Mungu wa miungu. Maana kuna miungu mingi na watu na dini zao na miungu yao mingi, lakini yuko Mungu wa miungu ambaye ni Jehova, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Huyu ni Alfa na Omega pekee, ambaye upendo wake hauna mipaka. Na ndio maana kuna watu waliimbaga, upendo wangu na Yesu hauna mipaka kamwe. 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 Upendo wetu na Yesu hauna mipaka. Yaani ukisikia ni upendo uliopitiliza, ni upendo wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Bila sema tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, ya kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Hii nadharia ya kuitwa wana wa Mungu jamani, sio tu ni maneno. Ni kweli sisi ni wana wa Mungu. Hata unapokaa kati ya watu, lazima ujipige kifua, ukijitamba na ukijisikia ndani yako kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Changamoto tu watu uone ule wana wa Mungu ndani yetu ni kwa sababu tumeacha ile identity yetu, tumeacha ile alama yetu, tumeacha ule utambulisho wetu wa kwamba sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Sisi ni wana wa Mungu mwenyewe. Na amesema, ametupa pendo la ajabu sana. Ametupa pendo kuu la sisi kuitwa wana wa Mungu. Mungu ametuita wana wa Mungu na ametuita kwa majina yetu, na yeye ndio ametuchagua sisi. Sisi hatakuwa na time na Mungu. Kwani wewe ulivyokoka, ni wewe ulimtafuta Mungu? Ni wewe ulimchagua Mungu? Ni Mungu mwenyewe alikupenda kwa uzuri ulionao, japokuwa una weusi. Alivyokupenda yeye mwenyewe akakuchagua. Akakuita kwa jina lako. Leo umeokoka, unawaona watu wengine kama hawafai, ndio wenye dhambi sana, ndio vitu vya hivi na vile, lakini hujui kwamba wewe mwenyewe umeokolewa kwa neema tu. Kwa lazima ujue, lazima tutambue kwamba ni neema tu ndio ambayo imetufikisha hapa. Kwa mimi leo nishie hapa na kusihi sana, tengeneza mahali pako pasiri, tengeneza muda na Mungu, ujue kwamba Mungu anakupenda upeo na Mungu anawapenda